Mwenyewe anasema baada ya kuuona kwanza mji wa Madina, karibu aruke kwa furaha. Na hapa ndipo alikuwa Mtume, hapa ndipo alipo Allah, hapa ndipo alipo mume wangu. Hii imeisha hii. Anamwangalia Uthman, anarejea, anasema huyu kwa nini asisilimu? Ndio miaka mingi baadaye alikuja kaslimu Uthman bin Abi Talha radhiyallahu anhu. Karibu aruke kwa furaha. Alipofika akaenda huku akiuliza, akaambiwa mumeo mama yuko kwenye nyumba hii. Alipotoka Abu Talha Abu Salama kumwona mkewe namna hii na mama kumwona mumewe namna hii, hakukuwa na maneno. Kule kuonana tu kulitosha kuwa ni mazungumzo tosha. Ndugu zangu katika imani, huyu anakimbiza nini? Huyu anakimbiza nini? Huyu mama ameacha kwao amepaacha. Ndugu zangu katika imani, ni mwanamke. Hawa watu leo ataondoka, hawa tulionao leo ataondoka mwenyewe. Hujasafiri, hujahama, hujafanya chochote, huja nini, yani anakupeleka kwenye dawati la jinsia. Anauliza nini? Asema ameongeza. Sangu katika hawa walihamia kwa Allah na Mtume, na sisi tunahama kutoka kwa Allah na Mtume wake, tunahamia kwingine. Wapi? Tutapajua tu tunakohamia. Aqulu ma tasma'un. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Ndugu zangu katika imani, yaliyoendelea kwa Usalama baada ya kufika Madina mengi na ni marefu sana, utakuja kushangaa. Maana huyu mpaka baadaye hivi sasa si mumewe ni Abu Salama, baadaye mumewe alikuwa ni Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ilikuwaje mpaka akamuoa? Mambo mengine. Ndugu zangu, kuna mzee anaitwa Abdullah bin Hiram, baba yake na Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Huyu mzee Abdullah bin Hiram, Allahu akbar, yeye mwaka wa pili tu au watatu baada ya Mtume kuhamia Madina, vikazuka vita vya Uhudi. Bwana huyu, sikilizeni vizuri watu wanavyohamia kwa Allah. Ndugu zangu, bwana huyu usiku wa kuamkia vita yenyewe akaota ndoto kwamba yeye atauawa wa kwanza. Ukishaota ndoto hii bado kuna kutoka tena wewe? Kama nimeota ndoto mbaya, nilikuwa niende Dar lakini nimeota kama gari imepinduka, hutoki. Na ndoto za mabwana hawa ni ndoto za sawa kabisa. Wanalala wakiwa waumini na hawana ghila yoyote au hawana mfundo wowote ndani ya nafsi zao kwa muumini yoyote. Akilala mtu wa namna hii anaota ndoto ya uongo. Yeye alipoota hivi akaamka usiku, akazinduka usingizini farhan, huku akiwa na furaha. Jamani, kwamba nimepata bahati ya kwenda kwa Allah moja kwa moja. Sasa ilikuwa ni kimaana, sasa nakwenda kiuhalisia kwa Allah tabaraka wa taala. Maana kwenda kwa Allah sasa. Akaoga, akajiandaa, akajitia manukato, kisha akamwamsha mwanae Jabir, akamwambia, mwanangu, uswika bi akhwatika khairan, na kuhusia wafanyie madada zako hawa khairi. Maana Jabir kwao walikuwa wa kiume ni yeye tu, wa kiume ni yeye peke yake, wanane wote ni mabinti. Wa kiume ni yeye tu. Mimi nakuhusia wafanyie dada zako khairi. Kwa nini baba? Sema nimeota usiku kwamba mimi kesho nitakuwa ni wa kwanza kuuawa katika vita. Kwa hivyo nakuachia mabinti wafanyie khairi. Basi kweli ni ajabu ya Mungu. Baada ya kuota ndoto akatoka akaenda katika uwanja wa vita, na kweli bilfi'l akauawa kwanza. Jabir bin Abdullah
radhiyallahu anhu. Nakumbukeni Jabiri huyu mwamba huyu, yeye ni nambari 6 katika wale miamba 7 waliopokea hadithi nyingi kutoka kwa Mtume. Katia kibindoni hadithi 1540 kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa babake ameuawa, mzee Abdullah bin Hiram ameuawa. Alipouawa, sema Jabiri mwenyewe anasimulia, fakutila abi, baba akawa ameuawa. Fajitu ilaihi, nikamjia baba nikamfunua uso. Faja'altu uqabbiluhu wa abki, nikawa nambusu baba na nalia, nambusu nalia. Wasahabatu yanhaunani, lakini masahaba wananikataa, ndio usilie. Unalia nini? Usilie. Wa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yarani wala yanhani, na Mtume sallallahu alayhi wasallam ananiona lakini hanikatazi. Masahaba wananikataza usilie, lakini Mtume ananiona lakini hanikatazi. Thumma altafata ilayya Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, kisha Mtume akanigeukia akanambia, ya Jabir, ewe Jabir, walladhi tabkihi au la tabkihi, mlilie au simlilie, yote mmoja. Fa walladhi nafsi biyadi, namwapa yule ambaye nafsi yangu hii mkononi mwake, namwapa yule ambaye nafsi yangu hii mkononi mwake. Laqad Jabir, Mtume anamwambia Jabir, mwambia malaika wameendelea kumfunika baba yako na mbawa zake mpaka wamemnyanyua juu. Wamemfunika tangu amekufa hapa, malaika wamemfunika na mbawa zao mpaka wamemnyanyua juu. Ya Jabir, ewe Jabir, walladhi nafsi biyadi, na mwapa yule ambaye nafsi yangu hii mkononi mwake. Laqad rafa'atka almalaikatu abaka faghasalatuhu bisihafin min dhahabin bima'il muzni, baba yako amenyanyuliwa na malaika mpaka juu kule, ameoshewa juu na malaika kwenye beseni la dhahabu, ameoshwa kwenye beseni la dhahabu. Ya Jabir, ewe Jabir, walladhi nafsi, maana kila kimwita anaapa Mtume sallallahu alayhi wasallam, walladhi nafsi biyadi, na mwapa yule ambaye nafsi yangu hii mkononi mwake. Laqad kallama Allahu abaka kifahan min ghairi turjuman, Allah amemsemesha baba yako ana kwa ana bila kuwa na mkalimani hapa katikati. Amemsemesha baba yako, alafu anamwambia ya abdi tamanna, anamwambia mja wangu tamani, unatamani nini? Baba yako anajibu, anamwambia Allah tabaraka wa taala, atamanna an arji'a ila dunya fa uqtala thaniya fika, natamani nirudi duniani nikauawe mara ya pili kwa ajili yako. Allah anamwambia amma hadhihi fala, ama hili hapana, hili hapana. Faqad wa'adtuhum, mimi nimewaahidi watu, nimewaambia kwenye kitabu cha, nimewaahidi kabisa. Minha khalaqtuhum, kwenye ardhi hii nimewaumba. Wa fiha nu'iduhum, na ndani ya ardhi hii nitawarudisha. Wa minha nukhrijuhum taratan ukhra, na kwenye hii ardhi nitawatoa kwa mara nyingine. Hili haliwezekaniki, tamani lingine. Tamanna ya abdi, tamani ya mja wangu. Faqala atamanna an tarda anni, natamani uwe radhi na mimi. Faqala faqad raditu anka, nimekuwa radhi na wewe. Wala askhatu alayka ba'dahu abada, nimekuwa radhi na wewe na sintochukia dhidi yako abadan baada ya leo. Sasa katika imani, huyu karudi wapi? Karudi wapi huyu mwamba huyu? Karudi kwa Allah tabaraka wa taala bila shida. Lakini kinachoshangaza kupindukia, ndugu zangu katika imani, kinachoshangaza zaidi kuliko vyote, masahaba si wao wamehama kutoka Maka kwenda Madina, wameacha kila kitu Maka, si wao. Hii si ajabu, lakini ajabu kubwa zaidi ni hata baada ya fathu Maka hawakurudi wala hawakudai chochote kule. Ndio kwa nini? Kila mmoja seli anajua nini mji wake uliko, mashamba yake, manini, mifugo yake, na ni sana anajua ilikokuwa, lakini hawakurudi
yani ajabu ya Mwenyezi Mungu ni kurudi kule, ni kwenda kuhiji na kurudi, umra na kurudi, basi hawakudai chochote. Kwa nini? Kusema waliacha wakati wanahama, nasema tumeviacha hivi kwa ajili ya Allah na mtume wake. Sasa kama walimwachia Allah na mtume wake, wanakwenda kuvidai? Wewe kweli utoke huko, utokako ukondoe Irangi, ufike hapo ukute watu wa kijiji kilichukua, si watu makesi chungu nzima, watu wanadai maeneo yaliyochukuliwa na watu wengine. Hutodai kweli? Hutodai? Mambo hawa hawakudai chochote. Kwa nini? Walihamia kwa Allah na mtume wake, na hivyo walivyoviacha walimwachia Allah na mtume wake. Sasa katika imani, sasa hawa walihamia kwa Allah na mtume, na sisi tumehamia kwingine. Wapi sisi tulikohamia? Tutajua inshallah kwa mazungumzo yatakayoendelea baada ya hapa. Naomba Allah tabaraka wa taala atujalie mwenye kusikia maneno kufuata yaliyo mazuri yake. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب برحمتك يا عزيز يا غفار وأقم الصلاة.